Okay, karibu tena Mkongwe Farm. Leo ni video nyingine. Sasa siku ya leo nitaenda kukupa siri kuu mbili ambazo zitakusaidia kuepuka magonjwa bandani kwako kwa zaidi ya 90%. Siri hizi mbili zitakusaidia, kwanza, usiingie gharama ya kutibu kila wakati, gharama ya kununua madawa mengi kila wakati, na kuku wako watakuwa salama, pia utaepuka vifo. Siri hizi ni simple tu, kwa mwanzo mpaka mwisho wa video hii ujue ya kwanza na ujue ya pili. Siri ya pili itakuwa ni ya muhimu zaidi kwa sababu yenyewe haihusiani na namna yoyote ya dawa, inahusiana na miundombinu. Kwa hiyo kaa kwa makini usikilize ili uweze kuelewa. Tukianza siri ya kwanza, kuna dawa hii hapa unayoiona, inaitwa ni V-Rider. Sawa? Hii V-Rider ni kampuni, lakini hii ni dawa special kwa ajili ya kuua vimelea vya magonjwa yote. Kwa kawaida hii dawa huwa inauzwa bei rahisi kuliko dawa zote za kuku. Sawa? Na inatumika kwa mifugo yote, wanaofuga nguruwe, wanaofuga ng'ombe, wanaofuga mbuzi, yote. Unaenda duka lolote la dawa ya kuku au dawa za mifugo, unawaambia naomba dawa ya kuua vimelea vya magonjwa. Sawa? Hii inaua, utaona hapa, ina wigo mpana, inaweza kuua virus, inaweza kuua bakteria, inaweza kuua fungus, inaweza kuua yeast, inaweza kuua algae na mycoplasma. Sawa? Kwa hiyo ina uwezo wa kuua bakteria karibia wote wanaosababisha magonjwa, na virusi na yeast na vitu vyote ambavyo vinasababisha magonjwa kwa mifugo. Sasa hii dawa huwa inauzwa shilingi 5,000. Hichi kichupa hichi kinauzwa shilingi 5,000. Sawa, lakini unapoenda kununua, nitakushauri, ziko kampuni nyingi, lakini nitakushauri uchukue kampuni hii ya V-Rider, kidogo ni nzuri. Sawa, ipo hii ya chupa ya plastiki na ipo V-Rider ya chupa ya kioo. Sawa, chupa ya glasi ile. Kwa zote mbili ni nzuri, lakini chukua kampuni hii ya V-Rider. Namna ya kutumia dawa hii ni very simple. Unachukua kipimo kidogo tu, kuna kifuniko chake huwa kinakuwa hapa juu kidogo. Ukimimina kwenye kifuniko kile kidogo, una uwezo kuweka kwenye maji ndoo ya lita 10. Sawa? Unakoroga. Unachofanya na hii dawa, inafanya kazi mara mbili. Kazi ya kwanza, utaitumia kupulizia kwenye banda lako, sehemu zote za banda lako. Utanunua bomba zile za kupulizia dawa kwenye mashamba. Kuna vibomba vile vidogo na kuna bomba kubwa ya mgongoni. Utahakikisha unapulizia eneo lako lote. Kama sisi tumeshapulizia paka huko kwenye haya mifuko, yani eneo lolote ambalo kuku wanagusa na lalozunguka banda lako na uzio wako, pulizia chini. Njia ya pili, utatakiwa pia kwenye vyombo vya maji kama hicho unachokiona, chombo cha maji, huwa tukiosha angalau kwa wiki, unatumia hii V-Rider mara moja kwenye kuoshea vyombo. Unachanganya kwenye maji vile vile, kifuniko tu kimoja kwenye maji yako lita 10, au ukitaka ifanye kazi vizuri zaidi, huwa tunaweka vifuniko viwili kwenye maji lita 10. Dawa hii kidogo kwa sababu nyingi na kama muda mrefu, unachotakiwa tu ni kuifunga na kuitunza vizuri. Kwa hiyo unaweka kwenye maji lita 10 vifuniko viwili au kimoja, lakini unataka ifanye kazi kwa haraka, unaweka viwili. Utaosha vyombo vyako na maji ya sabuni ya kawaida. Ukishamaliza, unashuuza na maji ambayo umechanganya na dawa hii vyombo vyako. Sawa? Alafu wakati unawekea maji ya kunywa hiyo kwa wiki mara moja, unaweka na maji, unachanganya na maji kidogo yenye hii dawa. Dawa hii huwa wanashauri pia ni nzuri pia kwa kuwekea kwenye maji ya kunywa, lakini kwa kiwango kidogo. Ukiweka kwa kiwango kikubwa, utaua paka wale bakteria muhimu kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa kuku. Kwa hiyo inawekwa kidogo mno. Kwa hiyo kwenye yale maji uliochanganya wewe, maji kwenye ndoo ya lita 10, unachota kikombe kimoja tu, unachanganya na kwenye maji kama ya kuku labda lita 5 au lita 10 nyingine, kidogo tu. Sawa? Kwa hiyo utapulizia sehemu zote kuku wanazo gusa. Hii itakusaidia kuondoa magonjwa mengi sana. Na wakati mwingine hii, kama una kieneo hapo nje, unaweza kachimba kabwa kadogo, ukamimina hii na maji kidogo, mtu akipita anakanyaga na ingiza miguu ndo anaingia bandani
kwako. Wale ambao mlikuwa hamjui dawa zipi zinatumika, zile sehemu tunasema ni biosecurity, ambazo zinasaidia kulinda banda lako. Unakuta tu mtu kwenye video unaona YouTube kuna kisima hapo nje ya banda, mtu anadumbukiza miguu anaingia bandani. Hizi ndizo zinazotumika, sawa biosecurity. Kwa mtu akija akichoveka miguu yake pale, nyayo zake pale kwa pale, alafu akaingia bandani, anakuwa ameingia bandani akiwa bila vimelea. Vile vimelea vinafia pale pale. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuepuka magonjwa ya kuku. Ukifanya hivi utaepuka magonjwa ya kuku karibia yote. Sawa, magonjwa ya kuku karibia yote utakuwa umekwisha yaepuka. Sasa njia ya pili au siri ya pili ya kuepuka magonjwa ya kuku. Siri hii bwana iko kwenye miundombinu. Sawa, hapa nitakuelezea kwa undani zaidi. Ukiangalia hili banda, sawa, ukiangalia hili banda utaona lina dirisha. Sawa, tuna dirisha kwa ajili ya kuingiza hewa ya kutosha. Lakini chini ya banda hili, kwa ndani huku ni kuonesha, chini ya banda hili utaona kuna wavu. Hamna mabanzi. Mabanzi tu ni mbao tu za kushikilia wavu ili kuweze kukaa vizuri na sehemu za kutagia kule, lakini utaona kuna wavu. Sasa kwa nini tunashauri uweke wavu? Cha kwanza kabisa, sababu kubwa ya ugonjwa wa kuku, magonjwa mengi ya kuku ni uchafu, na mara nyingi yanasambazwa na kinyesi cha kuku mwenyewe na ubichi wa eneo kuku lako wanapoishi. Kwa hiyo tunavoweka wavu wa kutosha chini, cha kwanza tunasaidia hewa inakuwa nyepesi. Maana pia hewa ikiwa nzito bandani kwako, magonjwa yatasambaa kwa urahisi sana. Cha pili ni kwamba atakachojisaidia kuku kinashuka chini akibaki bandani. Sasa tunafahamu kuna yale magonjwa ya kuhara, kuku anaharisha. Kwa sababu ya wavu huu, kuku akiharisha kinyesi kinaenda chini, hakibaki bandani. Banda hili ni special kwa ajili ya kulala tu, lakini pia kwa sababu na sisi miundombinu tulivyotengeneza, lakini pia hata kwa mtu ambaye unatengeneza banda ambalo unafugia kuku humo. Njia hii inafanya kazi vizuri sana. Kwanza utaepuka magonjwa mengi. Mfano nitakupa uhalisia. Wale wanaofuga kuku lakini unakuta wameweka sawdust, zile vumbi za mbao. Changamoto kubwa ya ufugaji wa hivyo ni kwamba utakuta wafugaji kama hao hawaishiwi mafua kwa kuku wao. Kila siku wanafanya kazi ya kutibu mafua kwa sababu ya lile vumbi linalotokana na ile sawdust. Kwa sababu kumbuka sawdust hile ni mchanganyiko wa mimea tofauti tofauti, sio mti mmoja unavyoenda kununua kiwandani. Hasa kuna miti mingine ni salama kwa wanyama, kuna miti mingine sio salama kwa wanyama. Kwa hiyo kama umeamua kutumia sawdust, ni nzuri kutumia zile za mpunga, kwa sababu zote zinatokana na mmea wa aina moja na zinaonekana hazina shida. Lakini ukichukua zile za mbao, basi jitahidi kama umeamua kuchukua zile za mbao, chukua zile pana. Usichukue zile nyembamba sana. Chukua zile pana, kwa sababu zikiwa nyembamba sana zitakuletea shida ya mafua sana kwa kuku wako. Kitu kingine, banda lako likiwa hivi, kwa sababu hapata kuwa na ule ubichi, hata kama kuna kuku wanaumwa, ukiweza kumtenga, watakao baki wengine hawataweza kuugua, kwa sababu hawatapata ule uwezo wa kukutana na kile kinyesi chenye wale bakteria, kwa sababu kinyesi kile kinakuwa kimeshuka chini. Kwa hiyo kwa sababu kimeshuka chini ya banda, ina maana kuku wako hawatakuwa na contact ya moja kwa moja na kile kinyesi cha kuku mgonjwa. Kwa hiyo utakuwa umepunguza sana magonjwa mengi. Kwa hiyo jitahidi sana uweke wavu. Kuna baadhi ya wafugaji utakuta na banda kubwa kweli la kuku 500, 600, 700, lakini kote ameweka wavu, kwa sababu anaepuka kwanza ubichi wa banda, kwa sababu ni chanzo kimojawapo cha ugonjwa. Cha pili, anaepuka msongamano wa hewa. Banda likiwa lina wavu chini, lina wavu pembeni, tafsiri yake ni kwamba hewa inaingia ya kutosha. Kwa baadhi ya magonjwa ambayo yanasambazwa kwa hewa hayataweza kuzuru kuku wako, kwa sababu hewa inaingia ya kutosha bandani. Cha pili, ana avoid contact ya kinyesi ambacho kina ugonjwa kwa kuku wengine, wanashindwa kukutana nacho moja kwa moja. Kuku hawa sisi toka tumeingiza mpaka unawaona wamefika
hapa walipo. Hatujawahi kutibu typhoid, hatujawahi kutibu coccidiosis, hatujawahi kutibu mafua, hatujawahi tulichotibu ni chanjo tu ya Newcastle. Hiyo ndio tunayoweka tu, na kutumia dawa yetu ya V-Ride kwa ajili ya kuua vimelea vya wadudu. Kwa hiyo utaona dawa hii ni shilingi 5,000, lakini banda nimetengeneza kwa namna hii. Kwa hiyo utaona hii dawa ya shilingi 5,000 mimi na uwezo wa kuitumia takribani kwa mwezi mmoja. Lakini 5,000 hii ya mwezi mmoja inaokoa magonjwa mengi ya kuku, inaokoa gharama nyingi za kununua dawa za bei ghali za kuku. Sasa nini ufanye? Tumia V-Ride na pia tumia mbinu niliyokuelekeza ya kwenye banda. Ukiwafanya kuku akiwa nusuria hivi ni rahisi, kwa sababu akijisaidia hapapatikani ubichi, kwa sababu eneo ni